Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Ni mimi ndugu yako Adam Komba kutoka kwenye madhabahu hii ya EAGT mji wa makimbilio kwa Pastor na Bishop Anthony Michael Asenga. Ndugu yangu, leo ningependa nishare na wewe neno hili au tujiulize kwanza. Kwa nini Biblia inasema Yesu alipoishi hapa duniani maisha yake yote ya miaka 33 hakuwahi kufanya dhambi yoyote? Lakini maisha ya Yesu pia maandiko yanatuambia alijaribiwa na majaribu ya kila namna, lakini hakuweza kumwasi Mungu. Lakini tunajua pia maisha ya Yesu yalitawaliwa na miujiza na matendo makuu ya Mungu. Yesu aliponya wagonjwa, Yesu alifufua wafu, Yesu alitembea juu ya bahari, Yesu aliwaambia tu upepo nyamaza na upepo ukakoma. Yesu aliweza kutakasa wenye ukoma, Yesu alifungua macho vipofu na alifanya mambo makubwa ya maajabu. Uwezo huo au aliwezaje kwa namna hiyo mpaka akaweza kushinda dhambi na kuweza kufanya hayo miujiza mikubwa na kuweza kushinda majaribu ya kila namna? Kwa nini Yesu aliweza kufanya mambo hayo? Nadhani hilo ni swali pia ambalo wengi wanajiuliza, lakini jibu linatoka kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 5 mstari wa 7. Hapo ndo tunajua siri ya kwa nini Yesu aliweza kuyafanya hayo mambo yote ambayo aliweza kumfanyia Mungu na kuinua ufalme wa Mungu hapa duniani. Waebrania sura ya 5 mstari wa 7, neno la Mungu linasema yeye siku hizo za mwili wake, yani Yesu alivyokuwa anaishi kama wanadamu wengine, alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti. Yani maisha yake ya hapa duniani aliyatoa kwa yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti. Nani huyo? Maanake maisha yake aliyatoa kwa Mungu. Mungu ndio awezaye kutuokoa na kututoa katika mauti. Kwa hiyo hakuweza kufanya dhambi wala alishinda majaribu yote, kwa sababu maisha yake kwanza aliyatoa kwa Mungu kwa uaminifu wote. Na aliyatoa kwa namna gani? Biblia inasema maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Kwa hiyo kumbe ule uwezo ambao Yesu alikuwa nao, zile nguvu za kushinda dhambi na majaribu ya kila namna, ni kwa sababu alijitoa maisha yake kwanza kwa Mungu kwa uaminifu, lakini pia alijitoa kwa maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi. Maandiko yanasema akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Na kwa msingi huo, kumbe ule upako, zile nguvu za kuweza kufanya hayo mambo yote, ni kwa sababu alikuwa naomba sana, alikuwa anafanya dua sana, tena hadi kwa machozi, ijapokuwa yeye ni mwana wa Mungu. Maandiko yanasema kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu akasikilizwa. Kwa hiyo tukitaka kuweza kushinda dhambi zote, kushinda majaribu yote, lazima tujifunze kuwa watu wa kuyatoa maisha yetu kwa Mungu, lakini kuwa watu wa maombi na kumlilia sana Mungu, lakini pia kuwa watu wacha Mungu. Tukiweza kuwa na kutembea kwenye vigezo kama hivi Yesu alivyotembea navyo, tutauinua ufalme wa Mungu hapa duniani kwa viwango vya juu sana. Tutashinda kila uovu na majaribu yote hapa duniani kwa viwango vya juu sana, na mwisho wa siku Mungu wa mbinguni kwa kupitia sisi atatukuzwa na ufalme wake utainuliwa, kama kwa kupitia Yesu jinsi alivyoweza kuinua ufalme wa Mungu hapa duniani na kumtukuza Mungu hapa duniani. Lakini vigezo au vitu ambavyo Yesu alivifanya ni hivi na hivyo vikaweza kufanikisha kuinua ufalme wa Mungu hapa duniani. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen.